wanakuwa na upungufu wa madini joto, kwa hiyo ukiweka kwenye chumvi ni rahisi kuwafikishia. Hii ambayo nimeishika tumetoa hapa inafaa kula hapa sasa. Hiyo ndio inafaa, lakini bado hatujaweka madini joto. Ni kila hivi sio shida. Sio shida, haina shida. Chumvi. Leo nimekuleta sehemu ambayo kama unavyoona nyuma yangu kuna maji, lakini pia kuna hivi vitu vyeupe. Utajiuliza ni nini? Ninaye mtaalamu wangu ambaye atatupitisha kila sehemu ili kufahamu ni nini ambacho kipo hapa. Mimi jina langu ni Kelvin Mpinga, nyuma ya kamera yupo Ibravon. Hii ni Little Town Media kutoka Bagamoyo. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, lakini pia share na watu wengine wafahamu. I say mambo vipi? Bomba kabisa. Watazamaji wangu wa Little Town Media wanatamani kufahamu wewe unaitwa nani na hapa nini ambacho mnashughulika nacho. Kwa majina naitwa Joseph Gasa Msele. Hapa ni manager wa kampuni ya HJ Stanley kwa branch hapa Bagamoyo. Hii kampuni inajihusisha na shughuli za uzalishaji wa chumvi. Tunadili na kuzalisha chumvi. Kwa hiyo sisi hapa kazi yetu kubwa ni kuzalisha chumvi kwa kutumia maji ya bahari. Kuna maswali mengi sana ambayo mtazamaji unaweza ukawa unajiuliza. Hapa hii kampuni inajihusisha na uzalishaji wa chumvi kutokana na maji ya bahari. Yanafikaje na chumvi inazalishwa vipi? Usiondoke, kuwa na mimi. Ni Kelvin na hii ni Little Town Media. Tunakuelezea leo kila kitu kinachohusiana na masuala haya ya chumvi. Sasa Joseph, Kwa nini watu wengi mnakuja karibu na bahari? Labda ni kwa sababu ya maji ya bahari kupatikana kwa urahisi, au ni ardhi, mnachagua ardhi fulani ndio inafaa kwa kutengenezea chumvi? Ili uweze kufanya hii shughuli, kwanza hii lazima uangalie, kuna vitu vya kuangalia, kuna factors ambazo unabidi uziangalie. Kwa mfano, nature ya pale chini unapoenda kuweka yale maji, pepo, jua na maji yenyewe unapoyapata. Kwa mfano kama hapa maeneo ya hapa mengi ni chini ni udongo wa mfinyanzi. Na vile kuangalia kama kilomita 1 hapo kuna bahari. Kwa hiyo ni rahisi sana kuyapata yale maji. Upepo pia upo vizuri. Jua lipo. Hamna msitu wala nini. Lakini ingekuwa ni sehemu nyingine unakuta kuna upepo mdogo sana. Jua lipo lakini upepo ni mdogo. Huu upepo unasaidia kutingisha yale maji. Ni kama una shake yale maji, unafanya ya chumvi iweze kuanguka vizuri. Maji umesema ni ya bahari, lakini kutoka hapa kwenda baharini ni kama kilomita 1 au zaidi. Ndio. Yanafikaje? Kwa kifupi kutoka hapa kama unavyosema kweli kwenda baharini ni kama kilomita 1 hivi kwa hapa. Lakini pia kama ukiangalia kwa mbali kule msitu unaoona kuna mkondo wa maji ambao umetoka baharini. Kwa hiyo ule pale ndo tumetega pampu zetu kule ambako tunavuta yale maji yanayotoka baharini. Tunavuta kule. Kwa hiyo maana yake yanatoka maji baharini yanapita kwenye huo mkondo, nyinyi mnachukua kwenye huo mkondo. Ile mkondo pale afu tunaweka kwenye bwawa moja ambayo ni reserve, tunaweka pale kwa ajili ya kutumia muda wote ambao tunahitaji kutumia. Okay. Kwa hiyo kuna sehemu ngapi mpaka kufika kwenye mabwawa ambayo tunaona yana rangi nyekundu? Kwa ujumla hapa kuna kama sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni ile sehemu ambayo ya kupokelea yale maji ambayo tumeshatoa baharini. Na sehemu ya pili ni sehemu tunasema mabwawa ambayo kazi yake ni kuyaanika maji. Hapa tunatumia kama kuyaanika maji ili yapande density yake ipande juu. Kwa hiyo ni sehemu ya pili, na sehemu ya tatu ni hizi unapoziona hivi. Naita kwa hapa tunasema ni birika hizi za kuvunia, ndio sehemu yenyewe. Huwa mnayapima? Ndio, huwa tunapima density ya maji. Kwa hiyo hayapandi huku kwenye mabirika ambao mnaita mabirika mpaka yafike hiyo density ya 21? Ndio lazima kwa kutumia hiyo sehemu ya pili. Kwa hiyo tunayazungusha. Kwa kawaida inabidi tuyahiti kwa kutumia moto, lakini kwa hapa tunahiti kwa kutumia jua la kawaida. Jua tu la kawaida. Kwa hiyo unakuta kuna sehemu kwa hapa zipo 21. Kwa ile eneo zipo sehemu 21. Sehemu ya kwanza utakuta maji
inakaribiwa na ile density ya bahari kabisa. Maji ukiyapima density yake sasa na density ya maji ambayo samaki wanaweza kuishi. Kama samaki, viumbe vingine wote wanaweza kuishi. Na hizo sehemu hizo zinatofautiana na density. Kwa hiyo sehemu ya kwanza mpaka ile ya karibu na 21 density inakuwa ni tofauti. Kwa hiyo tunachukua ile maji tunakuja tunaingiza kwenye hizi sehemu za kuvunia, hizi birika hapo kwenye birika. Hapo tunakuwa tumeshajua ni wapi pa kuanza kuweka, labda safu hii hapa au ile kule ama ni ya kule. Kwa hiyo tutakuwa tunaangalia, tunajua wapi nadai au ipo pungufu sana, na mengine nikuta imeshafanya zaidi ya mara 3 tunatoa kabisa na tunaweka mapya. Kila sehemu yanakaa kwa muda gani? Labda tuanze na hii sehemu ya reserve kwanza ya kuhifadhi. Kwa ujumla, sababu kazi unaona nafanya kila siku, naweza kusema maji yanaweza kukaa kwa siku moja, lakini inaweza kukaa kama ni mwezi mmoja, kwa sababu ile ni mzunguko. Ila sababu unachukua unatoa haya yale yanaingia. Kwa hiyo utaanza kuona ni kama ni mzunguko, kama kila siku nayapata, lakini yale ni kama wiki, mwezi mmoja. Na hapo inategemea na jua likiwa dogo sana, mwanga ukiwa mdogo kidogo, inakuwa inatumia zaidi muda mrefu kupanda density. Kwa labda kipindi cha mawingu muda unazidi kwenda. Ndio. Au kipindi cha mvua pale tunasimama kabisa uzalishaji. Sababu density haiwezi kupanda kwa haraka. Kwa sababu kwa kawaida mtu mwingine anachukua maji, unapochemsha density yake kidogo inakuwa inapanda. Lakini sasa sisi inabidi tutumie jua. Hatutumii kuni ama ni jua, ni njia asili kabisa. Na haiwezekani kutumia moto hapa kwa sababu kwanza ni chini alafu ni mengi sana. Kwa hiyo hapa jua tu lenyewe linapiga hivi basi inakuwa density inapanda pole pole. Kwa mfano kama leo umepima iko 20, baada ya siku 2 unakuta iko 21. Ili ifike 22 ni baada ya siku 2 tena. Kila siku 2 degree moja. Inaweza kama imepanda ndani ya maji, density moja ya maji. Na density panda tofauti. Kipima leo, kama leo kipima kukuta 20, baada ya kesho kutwa utakuta yako 21. Mtazamaji, hayo ndio mambo ya huku. Kama unatamani kuja basi karibu sana, lakini sisi Little Town Media kazi yetu ni kukuletea wewe elimu hii ambayo kwingine umeikosa. Hapo ulipo sisi tunakuletea uweze kufahamu namna ambavyo chumvi inazalishwa. Ni kutoka hapa Bagamoyo kwenye kampuni ambayo kaka Jose ndio manager wa uzalishaji hapa, HJ Stanley. Hii ndio jina la kampuni kutoka hapa Bagamoyo, inazalisha chumvi. Sasa Jose, baada ya kufika kwenye mabirika na yenyewe inakaa muda gani mpaka ujue hapa sasa chumvi tayari? Hapa maji tukishayaleta ndani ya hizi birika hizi inaweza ikatumika kama ndani ya wiki moja, unakuta tayari chumvi tayari imekuwa accumulated chini. Kwa hiyo ni kazi yako ni kutafuta wale watu ambao wako tayari kwa ajili ya kuvuna ile chumvi na kuwaruhusu kuingia kwanza kutoa ile chumvi nje. Jose, mimi nataka nikaguse maji haya. Yanakuwa yakoje? Yaani ni kama yale yanatoka baharini au kwa sababu ya density yanakuwa na aina tofauti? Yote hapa yana density kama 20. Lakini ukiashika kidogo yanakuwa kama yanavutika, yani kama na blenda fulani hivi. Na kidogo utaona yana kama joto zaidi. Hii ni kwa sababu ya hapa chini, nature hapa chini kidogo kuna mfinyanzi. Kwa hiyo ile inakamata ile jua inakamata, inakuwa haipotezi. Kwa hiyo ndio maana ni rahisi sana kupata maji kuanguka kwa chini, chumvi kuanguka. Mguu kwa mguu, mimi na Joseph kwenda kugusa maji, nione yanafananaje ili niweze kukusimulia wewe mtazamaji wa Little Town Media. Sasa hii ni sehemu ya kwanza tu ya mimi kukuleta hapa kuona vile ambavyo chumvi inazalishwa hapa Bagamoyo. Tukutane sehemu ya pili. Naitwa Kelvin Mpinga kutoka hapa Bagamoyo. Hii ni Little Town Media. Usiende mbali na sisi. Shukran.